mahali penye shida zimekusukuma, zimekusababisha maana hauna imani. Umeona hata Mungu hayuko, lakini kwako Mungu hayuko, lakini Mungu anaaminika kwa imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Wapendwa, tunaweza pia kuwa tumeokoka, na tukikosa imani hata maombi yetu haiwezi kwenda mahali popote. Yakobo anasema mtu asiye na imani ni kama mawimbi ya bahari inayopigwa na upepo, na baadaye inarushwa huku na huku, na mwisho inapotea. Bwana asifiwe. Hivyo katika huduma ya pili, ya kwanza, huduma ya pili ambayo tumeiona inazaliwa ni huduma ya karama kanisani. Bwana asifiwe. Haleluya. Karama, huduma nyingine ambayo inazaliwa ni huduma, Bwana Yesu asifiwe, ni huduma ya ofisi 5. Ofisi ya karama ni 9, lakini ofisi ya kukusanya mawe ya ujenzi ama watu kwa ajili ya Mungu ina ofisi 5. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ofisi ngapi? 5. Ofisi ya kwanza, katika wale watu Mungu aliwaita wengine na akawafanya mitume, aliwaita wengine akawafanya wainjilisti, aliwaita wengine wakawa wachungaji, aliwaita wengine wakawa manabii, halafu nyingine akaita wakakuwa nini? Bwana asifiwe. Na wengine wakafanywa kuwa nini? Walimu. Halo. Na ofisi hizi zimeletwa kwa ajili ya mwili wa Kristo. Haleluya. Kwa hivyo siku hii nitanena tu kwa ufupi, maana Mungu akitupatia nafasi tutaendelea kuangalia. Leo tunaingia sehemu ya 3 ambayo kichwa chake ni kile tabia za Mkristo anayekuwa kiroho. Sehemu ya 3. Mada ya sehemu ya 3 ni kulinda kilichozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mambo makuu ambayo tuliyanena tu kwa kupitia tulipokuwa tukifanya summary ya karama za rohoni na huduma zinazozaliwa. Kuna mambo ambayo tuliyapitia tu, ya kwamba mambo haya makuu ni kama yafuatayo. Mtu yoyote ambaye anataka kwenda mbali na kudumisha kilichozaliwa ndani yake ama kulinda, lazima awe na baba wa kiroho. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu yoyote ambaye anataka kile ambacho kinazaliwa ndani yake kiweze kukua na kiwe faida kwake na hata kwa wengine, hata kama ni wokovu, lazima awe na baba wa kiroho. Na si baba tu wa kiroho anayekaa katika maisha ya ukiwa. Bwana asifiwe. Salimia mtu, mwambie maisha ya ukiwa. Tunaposema maisha ya ukiwa, tukienda sehemu hii hatujakuwa na hayo maneno sana.